Ona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura. Ati wanataka kupanga fujo. Ati wapange maandamano. Ati wachome mali ya watu. Ati walete maafa Kenya. Ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu. Watajua hawajui. Kenya ni nchi ya demokrasia. Hamuwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Rais akiongeza kwamba wanaomchongea wamemfika koo. Hii fujo yote wananiletea. Mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika. Enough is enough. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya by all means possible. Rais Ruto akiwapa maafisa kibali cha kuwapiga risasi wote ambao watavamia vituo hivyo na kuharibu mali ya umma. Mtu ambaye anachukua moto, anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Wasimuue, lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. Rais akisema uvamizi wa vituo vya polisi ni kupima nguvu za serikali na watakiona cha mtema kuni. Those who attack our police, those who attack our security men and women, those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. Wakati huo huo, Rais Ruto amewaonya wale anaosema walichochea maandamano kuwa chuma chao kimotoni. Watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. Rais Ruto hata hivyo alisalia kimya kuhusu mauaji ya Wakenya kwa mtutu wa bunduki za polisi. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu KNCHR imesema watu 31 wameripotiwa kuaga dunia katika maandamano ya Sabasaba Jumatatu.